Basi tuseme sana poleni sana ndugu zetu wote ambao basi mmekutwa na msiba huo wa ndugu yetu Ayatollah basi Khamenei, kiongozi jadidi, kiongozi aliyekamilika, kiongozi aliyefanya Irani ikafika hapo ilipo leo. Irani ya leo unaona na nguvu kabisa, ina uwezo mkubwa kimakombora ya masafa marefu na masafa ya kati. Irani imesimama kiuongozi kwa asilimia kubwa. Irani iko vizuri ni kwa sababu tu ya mchango mkubwa basi wa Ayatollah Khamenei ambaye amekufa, ambaye ameongoza Irani kwa kipindi cha miaka 37 au pengine na zaidi. Ni masikitiko makubwa kwa wafuasi wote, kwa washia wote, mazito makubwa pia kwa waislamu wote. Ni mazito makubwa kwa wote ambao basi wamekuwa wakitekea mema taifa la Iran. Lakini kifupi ni kwamba Ayatollah Khamenei amekwenda na maji. Ayatollah Khamenei amekufa basi kama shahidi katika operation maalum iliyofanywa na Marekani na mshirikina wake mkubwa, na mzungumzia basi Israeli, katika operation iliyopewa jina ya Roaring Lion, kuna kwamba sauti ya simba au muungurumo wa simba. Kwa kifupi ni kwamba tuseme tuwaze kwamba tutaweza basi kumkumbuka ndugu yetu Ayatollah Khamenei kwa makubwa aliyofanyia taifa la Iran. Ni mshtuko mkubwa, ni mshangao mkubwa kwa wadau wote ulimwenguni, kwa sababu watu hawakuweza kuamini haraka kama kweli Ayatollah Khamenei ameweza kwenda. Hawaamini watu mpaka sasa kwamba ni kweli Ayatollah amefunikwa chini ya vifusi. Ni kweli Ayatollah amefunikwa chini ya vifusi. Watu wengi bado hawaamini kwa sababu ni kitu ambacho wengi hawakutegemea. Lakini ikumbuka kwamba sio mara ya kwanza kwa Marekani kuua viongozi. Siku hizi Marekani hataki vita vya bampa tu bampa, hataki kupoteza muda, na wao ni mashetani wakubwa. Nimewaambia kwa muda mrefu, ni shetani namba 1 duniani. Mashetani wakubwa basi ni Marekani na serikali yake ya Israeli. Sio watu wa kawaida, na watu ambao wanacheka cheka tu, lakini moyoni mwao sio watu wa kawaida. Nimekuzungumza haya kwa kipindi kile, lakini pia vile vile utakumbuka niwahi kuzungumza kama miezi 6 iliyopita, au useme miezi kama 8-9 iliyopita, nilizungumza mimi ya kwamba moja ya kosa kubwa ambalo linafanyika ni usaliti. Usaliti umekuwa mkubwa mno katika haya mataifa ya Mashariki ya Kati, na itakumbuka pia kwamba ndani pia ya Irani kuna wasaliti wengi mno kupita maelezo, ambao wamesababisha Irani imekuwa inapiga hatua mbele na pia inarudi nyuma, inapiga hatua mbele na pia inarudi nyuma kwa sababu ya uwepo wa wasaliti ndani ya taifa hilo. Tukumbuka pia vile vile mbali na usaliti, pia vile vile tukumbuka pia vile swala zima la intelijensia. Intelijensia ya Irani imekuwa ni ya kawaida mno, imekuwa sio nzuri sana, na taifa hilo limejidhatiti, limejijenga kijeshi, limejijenga pia kiuchumi, limejijenga kiimani na kidini, limejijenga kwa asilimia kubwa taifa hilo, lakini bado intelijensia yake ilionekana kuwa sio intelijensia kubwa, kwa sababu mara nyingi sana Myahudi au Marekani wamekuwa wakipata taarifa za moja kwa moja wapi walipo viongozi mbalimbali. Na hivi ninavyozungumza ni kwamba wamekufa mawaziri, wamekufa makamanda, wamekufa makapteni, wamekufa mawaziri, wamekufa viongozi wa kila aina. Maana unaposikia ile shambulizi ambalo Myahudi ama Israeli alilifanya tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, ni shambulizi ile operation ya Roaring Lion, ni operation kubwa, imeondoka na makamanda karibia 40. Makamanda karibia 40 wameweza basi kuuawa ama kuuliwa ndani ya masaa 48 peke yake. Ni moja ya operation kubwa mno katika historia, na ni moja ya operation ambayo imekuwa ni ngumu kuifanya, lakini Marekani imeifanya. Imeondoka na makamanda au na viongozi wa ngazi za juu wa Irani 40. Uchachia mbali Ayatollah Khamenei, kiongozi mwenye mamlaka na madaraka ambao ameipamba Irani, ambayo
aliipigania Irani kwa jasho na damu, ambaye alijenga Irani kwa uchungu kwa uchungu mkubwa na wivu mkubwa, ili Irani iwe taifa huru, taifa ambalo linajitambua, taifa ambalo haliongozwi kwa miemko ya magharibi, taifa ambalo litasimamia rasilimali zake yenyewe. Amefanya kazi kubwa sana Ayatollah Khamenei, lakini kifo chake hajafa peke yake, wamekufa na makamanda wengine zaidi ya 40. Wewe jiulize, makamanda ndani ya masaa 48 unapoteza makamanda 40. Jiulize ni anguko la kiasi gani? Ni pigo la kiasi gani? Ni pigo la kiasi gani unapoteza makamanda zaidi ya 40 ndani ya masaa 48 peke yake? Jiulize nini kimetokea hapo. Na wasaliti bado wanaishi, mbali na kwamba taifa la Irani chini ya Ayatollah Khamenei limekuwa likikamata sana wasaliti na kuwanyonga, lakini bado hakijaweza kufanyika kitu. Bado wasaliti wamekuwa ni wengi mno. Makamanda zaidi ya 40 wamekufa ndani ya muda mfupi sana ndani ya taifa la Irani. Ni masikitiko makubwa, lakini bado tunafahamu kwamba viongozi hawafi, viongozi wanazaliwa. Misingi na mikakati ambayo ameiacha Khamenei bado itaendelea kuwepo ndani ya Irani, na mpaka sasa hivi tayari viongozi mbalimbali wameteuliwa kuziba nafasi mbalimbali ambazo zimeachwa wazi na wale ambao wametangulia huko. Wanasema kwamba sisi ni wa Mungu, na kwa Mungu hakika wote tutarejea. Ni kauli ambazo zimesikika ndani ya viunga vya Teherani, maneno tofauti ndani ya Irani, na basi na washirika wake wote upande wa Mashariki ya Kati. Utakumbuka Wahuthi wametangaza wao vita kuiunga mkono Irani, na makundi mengine bado yapo kimya, lakini pia nadhani wataiunga mkono Irani kama itasimama, kama isiporudi nyuma. Lakini pia vile wamemteua waziri wa ulinzi mwingine mpya, kamanda mpya ambaye atasimamia jeshi la mapinduzi, na ifahamike tu ya kwamba wanasema kwamba lazima kifo cha Khamenei kilipwe kisasi. Tutakumbuka kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh, basi kiliweza pia kulipwa kisasi. Tutakumbuka pia kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Hezbollah, nazungumzia Ansarallah, naye vile utakumbuka kiliweza kulipwa kisasi. Na vifo vya kina Yahya Hassan Ibrahim na pia vile basi kiliweza kulipwa kisasi. Na sasa hivi basi kifo cha Ayatollah Khamenei, uongozi uliopo madarakani umesema wazi kwamba na wenyewe pia wataweza kulipa kisasi, na mashambulizi yameendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati, mashambulizi mazito, mashambulizi makubwa. Yote haya ni kulipa kisasi juu ya kifo cha Khamenei. Lakini niwakumbushe tu wote ambao bado hamjaweza basi kujiunga na sisi ndani ya kundi kongwe kabisa, kundi la Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Upate taarifa za ghafla, upate taarifa za papo kwa papo, utapiga 0762155025 ili kuweza kujiunga na sisi katika kundi la Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Dunia haiwezi kuacha kukushaka. Lakini fahamika tu kwamba nimekuwa nikijiuliza hapa, kwa nini China, kwa nini Urusi mara nyingi sana wanashindwa kuwalinda washirika wao? Sababu ni jambo la ajabu sana kuona kwamba Irani ni mshirika mkubwa wa Urusi, mshirika mkubwa mno wa Urusi, lakini pia vile Urusi ameshindwa kuilinda Irani ama kuisaidia Irani inavyotakiwa. Mpaka mwisho wa siku basi kiongozi mkubwa kama Ayatollah Khamenei analambishwa udongo, analambishwa mchanga kirahisi hivi tu, yani kirahisi hivi tu, yani sababu kumbuka vile unavyoona Marekani kama na uwezo alimkamata Nicolas Maduro akampeleka Brooklyn nchini Marekani, na Venezuela kumekuwa na utulivu mkubwa sana, na maana mpaka sasa hivi ninavyozungumza maana ni wazi kwamba Venezuela iko chini ya usimamizi mkubwa basi wa taifa la Marekani. Na pia kumbuka vile Ali Assad mwenyewe pia vile ndani ya Syria alikimbia kwa kuepuka mashambulizi ya Myahudi. Maana pia Urusi alishindwa kumlinda Ali Assad, ameshindwa pia kumlinda vile Venezuela. Lakini pia vile kumbuka viongozi mbalimbali wa Mashariki ya Kati wamekuwa kiuawa hivi, na Urusi yupo anaangalia tu. Na pia vile sasa hivi tunazungumza kwamba sasa Khamenei ameuawa kinyama, ameuawa kindava, ameuawa kikatili mno, ameuawa yupo ameokotwa chini ya vifusi katika ofisi zake, na Urusi yupo tu, hana kazi yote aliyofanya. Ni kwamba Urusi, China
Korea Kaskazini wameshindwa kuwalinda viongozi wao, wameshindwa kuwalinda washirika wao. Ni aibu kubwa mno kwa mataifa hayo, kwamba inakuwaje Urusi yupo, China yupo, Korea Kaskazini yupo, lakini wanashindwa kuwalinda viongozi hawa. Inakuwaje? Maana ni kwamba kuna mapungufu mahali fulani, kuna shida iko mahali fulani. Maana ni kwamba Urusi na China na Korea Kaskazini hawana uwezo wa kuwalinda viongozi hawa, hawana nguvu ya kuwalinda viongozi hawa, ama hawana teknolojia ambayo ingeweza kuwasaidia basi kuweza kuwalinda viongozi hawa. Mambo ni magumu, mambo ni mukide, mambo ni mpekeche, na dawa ya moto siku zote huwa ni moto. Ayatollah Khamenei ameondoka katika umri wa miaka hiyo 86, na bado Israeli ameendelea kuishambulia Irani. Ameshambulia Irani vibaya mno. Hivi tunavyozungumza, Irani inashambuliwa vibaya mno kutoka kila pande zote, kwa sababu anga la Irani limekuwa dhaifu. Mifumo ya ulinzi inazidi kushambuliwa, kambi za kijeshi zinashambuliwa, magala ya silaha yanashambuliwa, na baadhi ya vituo vinashambuliwa, vinu vya nyuklia vinashambuliwa. Maana ni kwamba Irani anashambuliwa katika kila pande. Kaskazini anashambuliwa, mashariki anashambuliwa, kusini anashambuliwa. Lakini pia tukumbuke ya kwamba serikali iliyopo imesema kwamba italipa kisasi dhidi ya kifo cha Yahya Ayatollah Khamenei. Italipa kisasi dhidi ya makamanda zaidi ya 40 ambao wameuawa ndani ya masaa 48. Ni jambo la uzuri kama ndani ya masaa 48 makamanda 40 wameuawa. Ni operation ya aina gani? Moja operation kubwa kufanywa na mashetani basi Marekani pamoja na taifa la Israeli ambaye ni mshirika mkubwa. Vita ni kupigana, vita ni malengo. Tunajibu kujuza, je, mpaka hapa tulipofika, je, Iran itaweza kuendelea na vita ama itakuwa? Sababu tumesikia taarifa kwamba jeshi la mapinduzi la Irani GRPC lina sintofahamu, kwa maana kwamba kuna mgogoro ndani ya Irani baina ya viongozi mbalimbali. Wako ambao wanataka vita visimame, wako ambao wanataka vita viendelee, wako ambao wanataka vilipwe, kisasi kilipwe, wako ambao wanataka kisasi kisilipwe ili warudi mezani kumpigia magoti Marekani. Je, Wajemi hawa wazee wa kazi, wabishi wa kale watakubali kumpigia magoti kweli Marekani kwa hali jinsi ilivyo? Marekani ambaye ameshawaulia kiongozi wao mkubwa, bado ni changamoto, bado ni sintofahamu mpaka sasa, kwa sababu kumbuka bado vita vinapiganwa katika kila pande. Na wakati huo ukumbuke tu kwamba Irani ameshambulia